Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Asante. Nitoe shukrani Your Excellency kupitia mwaliko wako na kutuambia sisi kama viongozi ambao tunafanya kazi na wewe tukuje leo tushiriki katika kanisa yetu na tumwage bishop wetu Archbishop anapoelekea katika retire. Nimepata nafasi ya kufika katika kanisa hii yetu. Ninasema ni kanisa yetu maksudi, Your Excellency, kwa sababu wakati ule ambapo tulikuwa tumefinywa sana na tulikuwa tumesukumwa kila kona, tukakataliwa mpaka kwa makanisa zingine, bali tulikuwa tunajificha ni kwa hii kanisa ya AIPC. So many Sundays tulikuwa tunakaa tunaandika, tunasema last week tulikuwa AIPC. Wewe unatuambia tuendeni tu, hiyo ndio watu wetu. Kwa hivyo kwa sababu hii kanisa ilisimama na sisi, hata sisi kama serikali we must stand with this church. Kwa mipango zao, plans zile zote wako nazo, na mimi najua wewe uko na mpango mzuri sana nao. I've heard you mention very good plans that you and your boss the president you have with the church of AIPCA, because kama vile Waingereza wanasema a friend in need is a friend indeed. Ninyi mlitufaa wakati wa dhiki, sasa wakati wa faraja hata sisi lazima tuwafae. Tuhakikishe mambo yenu iko sawa vile mtusaidia. Ya pili ni kushukuru Archbishop kwa sababu ya yale ambayo tumejifunza kutoka kwa maisha yako. Wengi wetu ambao tuko wadogo tukisikia kwamba mtu anaweza fanya kazi moja ya kumtumikia Mwenyezi Mungu miaka zaidi ya 50 mpaka siku ya leo sasa unaanza kufika tamati ya kazi ile umefanya. It's a great lesson to us as young people to know that when you're given an opportunity, serve with everything that you have and the Lord will uplift you. So we celebrate you, Bishop, and I know that you are retiring but you're not tired. I'm sure wengi wa viongozi hapa na waumini they'll still be looking up to you for many things, for wise counsel and guidance. Na hata hii kanisa they'll still be looking up to you for guidance in many things. Mimi najua wewe kwa ile kazi umefanya kwa miaka 50 kuna mambo mengi mazuri ambayo umejifunza nayo. Na ndiposa niseme kama viongozi wale wengine wamesema tujifunze mambo yale ambaye Archbishop amefanya. Kwamba ukishafanya kazi yako wewe enda kando na utakie wale ambao wameshika usukani watakie mazuri. Isikuwe ni wewe unawawekea vikwazo. Isikuwe ni wewe ambaye ati kwa sababu utaki uonekane kama ni afadhali kukuliko unafanya mipango ya kuonekana kwamba hawa hawawezi. A good leader is measured actually even by the success of those who take over after him. Mimi najua huyu Archbishop si ati baada ya Novemba bila kutueleza atakaa mbali na kanisa. There will be times where he will be giving counsel to those who will take over and wishing them success, because wale wanachukua usukani ni wale ambao wamelea katika mikono yake na anajua kwamba watainuka zaidi. Hata sisi wanasiasa na viongozi ni vizuri tujifunze kutoka kwa mafundisho ya Bishop siku ya leo, kwa yale ambayo ametuambia na yale amefanya, ili wewe unapopata nafasi na fursa ya tuseme kuongoza taifa, uwe vice president, prime minister, president, wakati wako unapokwisha wewe enda kando na utakie wale ambao wako usukani mema na uwapatie mawazo mazuri. Isikuwe ni wewe ati sasa ndio unaenda kupanga vijana, unarusha maneno ambayo inakera watu, ambayo inasumbua watu wengine mpaka watu wanajiuliza, if everybody was to behave the way you're behaving, then you will never have had the opportunity to lead the country with dignity. In fact, juzi, Your Excellency, Kenya kweli ni nchi ya demokrasia. Lakini kuna maneno viongozi wengine wanaongea mpaka unaangalia, as a young person I get scared. I saw with so much shock and dismay former Prime Minister Raila, former Vice President Kalonzo Musyoka, ati wanasema they want Kenya to secede. Wanataka Kenya sasa tunarudi sijui mara mbili ikae pande gani na pande gani just because walishindwa kwa uchaguzi. Sure, it is so shameful that even after occupying the highest of offices in the land, you still can entertain such thoughts and incite young people to anarchy
just because you're pursuing selfish personal ambition. As leaders, we should be happy and proud to know that if another gets an opportunity to serve our country, we will all succeed pamoja vile inatakikana. Sio maongeo kama hiyo ambayo tunasikia kutoka kwa wale viongozi. Sisi sasa kama vijana tutafanya nini? Ikiwa ni wazee wanasema tunarudi nchi, vijana wadogo watafanya nini kweli jamani? Sisi tunakashifu maongeo kama hayo na kuwaambia tafadhalini, mwe wazee ambaye wamehitimu kimiaka na kitabia, hata siasa zenu pia ziambatane na yale maneno ambayo mnayozungumza yawe ni mambo ya kujenga taifa yetu, si ya kuharibu. Nikikaribia kumaliza, Your Excellency, mimi najua tuko hapa kwa kanisa, na kama vile sisi husema kila Jumapili, ya kwanza ni kwamba sisi hukuja kwa kanisa kushukuru, kwa sababu kama sio Mwenyezi Mungu hatungekuwa pahali tuko. Ya pili, mimi nataka niombe uongozi wa kanisa uwaombe wewe na rais wetu William Ruto, because I don't think there have been leaders ambaye wamewahi kupewa nchi in a tattered state and in a very difficult time kama nyinyi wawili na ile changamoto mnapitia sasa. As we speak today, I can't recall a president who for every 100 shilling ambaye inaokotwa kwa ushuru, more than 75% inaenda kwa kulipa deni. Unabakia na 25% ulipe walimu, upepe pesa kwa counties, ufanye